Halo wapenzi watazamaji wa Kilwa Integrated Agrobusiness. Karibuni tena kwenye chaneli yetu ambayo inajihusisha na kilimo pamoja na ufugaji. Mpenzi mtazamaji, ni siku nyingi sana hatujatoa masomo katika chaneli yetu. Ni kutokana tu na majukumu kuwa mengi, lakini leo tumerudi tena. Na leo tuna somo ambalo tunaenda kuelezea namna ya kutengeneza fedha nyingi katika biashara ya mifugo. Na hapa tutaenda kuangalia hasa unenepeshaji wa mifugo. Ndio kitu ambacho tunaenda kukiangalia leo. Je, mpenzi mtazamaji, unafahamu kwamba biashara ya unenepeshaji wa mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo ni biashara ambayo inaweza kufanya wewe ukaweza kutengeneza pesa nyingi, pengine hata zaidi ya ule mtaji wako ambao umeweka. Na leo mpenzi mtazamaji, tutaenda kuangazia ni namna gani tunaweza tukatengeneza pesa nyingi katika biashara ya unenepeshaji wa mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo. Lakini kabla hatujaenda kwenye somo letu la leo, mpenzi mtazamaji, ni kuombe uweze kusubscribe katika channel yetu, lakini pia unaweza ukalike na kushare kwa watu mbalimbali ili waweze kupata elimu hii na wataweza kupata masomo yetu moja kwa moja pale tu tutakapokuwa tumeyatoa katika chaneli yetu. Basi mpenzi mtazamaji, twende moja kwa moja katika somo letu la leo ambalo linaenda kuzungumzia unenepeshaji wa mifugo na namna gani tunaweza tukatumia biashara hii ya unenepeshaji wa mifugo na ikaweza kutunufaisha na kuweza kutengeneza pesa nyingi katika biashara hii ya unenepeshaji wa mifugo. Kwanza kabla hatujaenda kuzungumzia kuangalia vitu gani, hili somo ni somo ambalo ni pana kidogo, lina mambo mengi ndani yake, lakini tutaligawanya katika sehemu tofauti tofauti. Maana yake tutakuwa na volume 1, tutakuwa na volume 2, tutakuwa na volume labda 3 mpaka 4. Lengo tu mtazamaji ni kufanya video isiwe ndefu sana na ukawa bored na ukashindwa kufuatilia masomo vizuri. Kwa hiyo tutavigawanya vipande, lakini utaweza kupata elimu moja kwa moja, na ukimaliza somo hili utaweza kujua namna gani unaweza ukatumia mifugo, unaweza ukatengeneza biashara kubwa na kutengeneza fedha nyingi. Kwanza kabisa tuangalie tunaposema unenepeshaji wa mifugo tunamaanisha nini? Tunapozungumzia unenepeshaji wa mifugo tunazungumzia kuweka mifugo sehemu moja na kuiacha isizunguke umbali mrefu kutafuta malisho, maji na vitu vingine ambavyo ni muhimu kwa ukuaji wa mifugo. Na kuwalisha chakula bora, si chakula tu ili mradi chakula tu, basi ni chakula ambacho ni bora ambacho tutawafanya hawa mifugo wetu wanenepe na kuweza kuwa na maumbo makubwa na uzito mkubwa. Na hii biashara unenepeshaji wa mifugo inatofautiana. Kwa mfano, unenepeshaji wa ng'ombe huwa unachukua siku 90 mpaka siku 120. Lakini kwa mifugo kama mbuzi, kondoo huwa ni miezi 2 mpaka miezi 3. Kwa muda wa siku 60 mpaka siku 90 kwa mbuzi na kondoo watakuwa wako tayari kwa ajili ya kwenda sokoni. Na pia ng'ombe tumesema kwa muda mrefu sana utachukua siku 120. Kwa hiyo utakapotumia siku zaidi ya 120, ujue mpenzi mtazamaji, hapo unakuwa hautengenezi faida bali utakuwa unatengeneza hasara. Kwa hakikisha unapokuwa na mifugo yako unainenepesha kwa siku hizo. Siku 90 ni kawaida, lakini ikichelewa sana ni siku 120 kwa ng'ombe, lakini kwa mbuzi na kondoo ni siku 60 mpaka siku 90. Sasa mpenzi mtazamaji, kabla hatujaangalia ni vitu gani ambavyo tunatakiwa kuvizingatia katika unenepeshaji wa mifugo, kwanza tuangalie kwa nini tunataka kunenepesha mifugo. Kitu cha kwanza, kwa nini tunanenepesha mifugo? Jambo kubwa ni kwamba tunaiongezea thamani. Ile mifugo ambayo ilikuwa inaonekana haina thamani, haina faida, haifai, pengine hata ukiuangalia ule mfugo pale hauwezi kutamani kununua. Hiyo mifugo ndo tunaitaka sisi, alafu tunaenda kuiweka kwenye eneo moja
tunailisha chakula ambacho ni bora na kuwapatia facilities zote ambazo zinatakiwa, mwisho wa siku ndani ya siku 90 au siku 120, huu mfugo ambao ulikuwa unaonekana kwamba haufai, unaonekana ukiwa na thamani na unaonekana ukiwa ni bora zaidi. Hilo ni kitu cha kwanza ambacho kinatufanya tuweze kunenepesha mifugo, kuongeza thamani na ubora wa mfugo na pamoja na ubora wa nyama. Kitu kingine, tunahitaji kupata bei kubwa sokoni. Unajua kama nilivyokwisha kusema kwenye sababu ya kwanza, ukiweka mifugo miwili hapa, mmoja umenenepa, mwingine umekonda sana, it is likely kwamba unapokuwa sokoni, yule mwenye mfugo ambao umenenepa zaidi ndiye atafuatwa na wateja wengi na anaweza kupata bei kubwa au kumuuza mfugo wake kwa bei kubwa kuliko yule ambaye amekonda. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inasababisha tunenepeshe mifugo. Tunahitaji kupata bei kubwa sokoni. Lakini pia tunahitaji kuongeza uzito, kwa sababu hawa mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, ukienda kiwandani, hawa ni mifugo ambao wanauzwa kwa kupimwa uzito au kilo. Kwa hiyo maana yake kama mfugo wako umeunenepesha vizuri, maana yake utapata kilo nyingi unapokwenda kiwandani au kwenda sokoni, mnyama anapokwenda kuchinjwa. Lakini pia nyama inakuwa na ubora. Nyama inakuwa wanaita marbling meat. Nyama inakuwa ni laini lakini inakuwa iko na mafuta. Kwa hiyo ni nyama ambayo pia hata sokoni inaweza kupendwa zaidi kuliko ile nyama ya mfugo ambaye amekonda. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinatusababisha tuweze kuongeza thamani au kunenepesha hii mifugo. Hizo ndio sababu ambazo zinatusababisha tuweze kunenepesha mifugo. Sasa mpenzi mtazamaji, najua hapo tumeelewana na tumeenda tumefuatana moja kwa moja na kila mmoja ameelewa hapo nini maana ya unenepeshaji wa mifugo na ni siku ngapi ambazo zinatumika kwenye kunenepesha mifugo, lakini pia tumeangalia ni kwa sababu gani tunahitaji kunenepesha mifugo. Sasa twende moja kwa moja, ni vitu gani vya kuzingatia katika unenepeshaji wa mifugo? Ni vitu gani uwe navyo ili uweze kufanya biashara hii ya unenepeshaji wa mifugo? Kitu cha kwanza kabisa ni mtaji. Na wengi hapa watauliza mtaji kiasi gani? Mtaji kiasi gani unategemeana na mambo mengi. Kwanza, kitu cha kwanza ni mahali ulipo wewe. Mahali ulipo, mifugo yako inapatikana, unaenda kuichukulia wapi? Lakini sababu nyingine ni ukubwa wa mradi wako. Unataka mradi wako uanze kwa ukubwa gani? Hiyo pia inaweza kuchangia uwe na mtaji kiasi gani. Kwa sababu mtu ambaye anaweza kunenepesha ng'ombe mmoja au ng'ombe wawili hawezi akawa na mtaji sawa na mtu ambaye anataka kuanza kunenepesha ng'ombe 20 au ng'ombe 30. Kwa hiyo inaweza kudetermine pia mtaji wako uwe kwa kiasi gani, ukubwa wa mradi wako. Lakini pia chanzo cha mifugo yako ambao unataka kunenepesha. Wengine unakuta wana mifugo yao tayari ambao wanachunga tuko maporini, ana ng'ombe wa kutosha, ana mbuzi wa kutosha, ana kondoo wa kutosha. Kwa hiyo anahitaji kwamba hawa mbuzi anao kutoka kwenye zizi lake. Kwa hiyo mwisho wa siku anachukua tu wale beberu kama ni kadhaa au mifugo kadhaa ambayo anahitaji, kama ni 20, kama ni 50, kama ni 100, anaitenga sasa, anaiweka sehemu moja, anafanya hii programu ya unenepeshaji. Huyo mtaji wake huwezi kumfananisha na yule ambaye hana sehemu ya kupata hii mifugo au anaenda kununua mnadani. Kwa hicho kitu inaweza kikasababisha pia mtaji ukatofautiana. Lakini sababu nyingine ni wapi unapotoa mifugo yako. Umbali kutoka eneo lako la mradi na unapochukulia mifugo yako mnadani. Unaweza ukawa umbali unaotoa mifugo yako ni sehemu mbali sana. Kwa hiyo ikakugharimu kwenye kusafirisha kama nauli na nini. Hivyo vitu pia vinaweza kusababisha mtaji kutofautiana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kusababisha mtaji ukatofautiana. Lakini kingine pia ni malisho. Malisho ina mwingine anaweza akawa kuanzia mwanzo wa mradi mpaka mwisho wa mradi akawa ananunua chakula, ananunua majani. Majani kwa sababu majani ndio chakula kikubwa kwenye unenepeshaji wa mifugo. Hivi vyakula vingine vya ziada
vinakuwepo, lakini sio kwa kiwango kikubwa kama ilivyo kwenye majani au malisho ya nyasi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta huyu mtu pengine hana nyasi, hajalima nyasi, hajalima malisho. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba anahitaji kununua haya malisho. Hizo zote ni gharama ambazo zinaweza kusababisha mtaji wako ukawa mkubwa au ukawa mdogo. Lakini kwa mfano mimi nikiwa nimelima malisho yangu sehemu, mifugo yangu iko hapo hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunategemea kwamba nitakuwa nimepunguza gharama za mtaji wangu wa kuanzia ukilinganisha na yule mtu ambaye hana mifugo. Lakini mtaji pia utakusaidia kwenye kununua, kulipa vibarua, kulipa tozo mbalimbali za serikali, na pia kununua vyakula vya ziada. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vitakusaidia kwa uwepo wa mtaji. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza cha kuzingatia, kwamba ni lazima mtu yote ambaye anataka kufanya biashara hii ya unenepeshaji lazima hakikisha amejipanga vizuri kwenye mtaji katika hayo mambo yote ambayo nimeyazungumzia. Lakini mtaji kwa kiwango gani? Mtaji nimesema utatofautiana kulingana na hizo sababu ambazo nimezitaja. Kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia ni malisho. Kwanza kabla hatujaenda kwenye malisho, tuzungumzie miundombinu ya unenepeshaji. Tunaona huku kwenye mitandao kuna watu wengine ambao wanatengeneza miundombinu makubwa na ya kisasa. Unakuta mtu anaweka gharama kubwa sana kwenye miundombinu. Kumbuka, mteja anapokuja shambani kwako au hata wewe utakapopeleka sokoni, haupeleki miundombinu. Unachopeleka wewe ni bidhaa ambayo ni ile mifugo yako ambayo umeinenepesha. Kwa kama utakuwa umetumia gharama kubwa kwenye kutengeneza miundombinu, mwisho wa siku utajikuta kwamba gharama nyingi zimeenda kwenye miundombinu badala ya kwenda kwenye kazi yenyewe ya unenepeshaji wa mifugo. Kwa banda au miundombinu ya unenepeshaji inatakiwa iwe ni miundombinu ambayo ni rahisi. Mara nyingi tunatumia available materials zile ambazo zinapatikana kwenye maeneo yako, kwenye mazingira yako. Mfano unaweza ukatumia miti na waya, au ukatumia miti tu ya kawaida ukanenepesha. Cha msingi kinachotakiwa miundombinu iwe na sehemu ya kulia chakula, ambapo hiki chakula kitawekwa sehemu ambapo hata mvua zinyeshe chakula hakitaharibika au hakitazuia mifugo yako kula chakula. Kwa hiyo lazima kuwe na shed, lakini pia lazima kuwe na eneo ambalo mifugo yako itapata kivuli cha kupumzikia. Hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Lazima kuwe na eneo la maji. Hapo kwenye miundombinu yako tengeneze kisima ambapo mifugo yako haitaenda umbali kwenda kutafuta maji. Na maji ni kitu ambacho ni muhimu, moja wapo ambacho tutakizungumzia. Kwa kumbuka, maji ni kitu ambacho pia ni muhimu. Kwa miundombinu ni lazima iwe na hivyo vitu. Sio lazima uwe na miundombinu ambayo inagharimu hela nyingi kama hiyo ambayo tunaiona wenzetu wanaofanya. Sio vibaya kuwa na miundombinu ambayo ni bora zaidi, lakini kwenye kuanza ni vizuri ukaanza taratibu, baadaye ukaendelea kuboresha miundombinu yako kwa kulingana na namna utakavyokuwa unatengeneza faida na utakavyokuwa unatumia muda mrefu kwenye hii biashara ya unenepeshaji. Usianze na miundombinu mikubwa ambayo ina gharama kubwa kuliko kuweka fedha hiyo kwenye kazi ya unenepeshaji, kama kununua mifugo pamoja na kununua malisho kama chakula cha ziada na vitu vingine. Hiyo ni kwenye miundombinu. Kitu kingine ambacho ni cha msingi cha kuzingatia ni malisho. Malisho, kumbuka, hiki ndo kitu ambacho kitasababisha sasa upeleke bidhaa ambayo ina thamani ile ambayo nilikuwa naizungumzia sokoni. Kama utakuwa una malisho hafifu, kama utakuwa hauna malisho ya kutosha, maana yake hawa ng'ombe hata au mbuzi, kondoo, hata ukiwaweka kwa hizo siku 90, siku 120, mwisho wa siku hautafikia kile kiwango ambacho kinatakiwa sokoni, kwa sababu hauna malisho ya kutosheleza. Na hawa ng'ombe wanatakiwa wale muda wote, na chakula ambacho kinatakiwa kulisha ni vile vyakula ambavyo vina nishati ya kutosha. Nishati, ninapozungumzia nishati ya kutosha, nazungumzia carbohydrate au energy. Vyakula vile ambavyo vinatoa energy, lakini pia pamoja na protein. Na haya malisho yapo malisho mbalimbali kama Super Napier, Junkao,
lakini bracharia, sugar grass, zote hizo ni malisho ambayo ni mazuri. Lakini pia silage ya mahindi au mabua yale yaliyobakia baada ya kuvuna mahindi, majani ya mpunga, yote hayo ni malisho ambayo yanatumika. Ni malisho ambayo ni mazuri kwa ajili ya kunenepesha mifugo yako. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia ni chakula cha ziada. Hiki chakula cha ziada ninapozungumzia chakula cha ziada ni chakula ambacho kimejaa protini pamoja na nishati, kama ilivyo kule kwenye malisho ya nyasi. Na pia huko kwenye chakula cha ziada lazima tuzingatie vyakula hivyo ambavyo vina nishati nyingi, lakini pia ambavyo vina protini ya kutosha, lakini pia pamoja na madini ya kuboost ukuaji. Na hapa tunazungumzia sasa mahindi, pumba za mahindi, mpunga, pumba za mpunga pamoja na mashudu ya alizeti, soya na mashudu ya alizeti au pamba, lakini pia na madini kama madini mengine ambayo yanafaa kuboost ukuaji wa ng'ombe, ambao atajenga misuli pamoja na kimo pia. Hiko ndio kwenye chakula cha ziada. Kwa hiyo hakikisha ng'ombe wako anakula nyasi, lakini anapata hiki chakula cha ziada aidha mchana, anaweza akapata mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni. Kwa wastani ng'ombe anatakiwa ale kuanzia kilo 2 mpaka kilo 4 kwa siku. Kwa hiyo wewe utaangalia, utapanga ratiba yako kuona jinsi gani utakavyolisha mifugo yako kwa huo muda wote wa siku 90 mpaka zikisha, mfugo wako unakuwa umenenepa vizuri na unakuwa umepata ile thamani ya kwenda sokoni. Kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia ni maji. Maji ni kitu ambacho ni muhimu sana. Hawa ng'ombe ambao wakunenepesha wanahitajika waweze kunywa maji muda wote. Yaani muda wote kwenye ile miundombinu ya kunenepeshea lazima yawepo, kwa sababu anapokula chakula anahitaji kunywa maji. Na anapokunywa maji, hii inamsaidia kurahisisha mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, lakini pia na mfumo wa uchukuaji wa vile virutubisho kwenye mwili. Kwa maji ni kitu ambacho ni cha kuzingatia, na maji lazima yawepo muda wote. Kwa hiyo mifugo yako lazima maji yawepo pale. Sio kwamba anakunywa maji kwa siku labda mara moja, anakunywa maji mara moja tu basi inaishia hapo. Hapana, hapo utakuwa unakosea. Anatakiwa pale anapohitaji kunywa maji anakunywa maji. Kwa hiyo maji yanatakiwa yawepo hapo muda wote. Kitu kingine ambacho ni cha mwisho cha kuzingatia ni kwamba unahitajika mifugo yako uitenge kulingana na umri na umbo. Kuna mifugo utachukua sehemu tofauti tofauti, na hawa mifugo hawalingani maumbo na ukubwa. Kwa mwisho wa siku utakapochanganya mifugo mikubwa na midogo katika eneo moja, utakuwa na scramble. Hawa wakubwa watakuwa wanawapiga hawa wadogo, na watakuwa wanawazuia hawa wadogo kula chakula. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuta unanenepesha, lakini utakuta mifugo kama ilikuwa 20, labda ng'ombe au mifugo labda karibia 10 na ndio imenenepa tu. Mifugo 8 imeshindwa kunenepa kwa sababu ya mara nyingi ilikuwa haili, inaizuiwa na wenzake. Chakula chote kilikuwa kinaliwa na hawa mifugo wakubwa, hawa ng'ombe wakubwa au mbuzi wakubwa au kondoo wakubwa. Kwa hiyo ni vizuri ukatenga mifugo yako kulingana na umri, lakini pia pamoja na kulingana na ukubwa wa maumbo. Kwa hiyo wenye maumbo makubwa ambayo yanalingana wakae eneo moja, wale ambao wenye maumbo madogo wakae pia eneo lao. Hiyo itakusaidia kuhakikisha kwamba chakula wote wanapata chakula kwa usawa, na wote wanapata chakula kile ambacho kinatakiwa bila kukosa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hayo ndio mambo ambayo ni muhimu ya kuzingatia katika unenepeshaji wa mifugo. Na niombe kwamba sasa video yetu, kutokana na kwamba inaendelea kuwa ndefu, kwa sehemu ya kwanza leo tuishie hapa, tufahamu kwa nini tunanenepesha mifugo, lakini pia ni vitu gani vya kuzingatia kuwa navyo ambavyo ni muhimu vya kuwa navyo katika biashara hii ya unenepeshaji wa mifugo. Then baada ya hapo tutaangalia namna gani tunachagua hii mifugo tukiwa sokoni. Utumie vigezo gani kununua.
kati ya dume na jike ni yupi ambaye ni bora zaidi kwenye kunenepesha. Hivyo ni vitu ambavyo tutaviangalia kwenye volume ya pili, na baada hapo tutaendelea namna gani gharama zinazotumika kati ya mfugo mmoja kati ya kuanzia kipindi cha kwanza kunenepesha mpaka mwisho wa unenepeshaji, na unaweza ukatengeneza faida kiasi gani kwa kila mfugo wako. Basi mpenzi mtazamaji, niwashukuru sana kwa kufuatilia somo hili mpaka mwisho, lakini nikuombe usiondoke, uendelee kutufuatilia, na utaweza kutufuatilia tu kwa kuweza kusubscribe katika chaneli hii, lakini pia kulike na kushare masomo haya katika watu mbalimbali na kuweza kupata elimu, na pia niwaalike kwenye somo lingine litakalokuja. Asanteni sana na karibuni sana.